Nimegundua ya kwamba adui akitaka kukushambulia, cha kwanza anatafuta kujua udhaifu wako. Unajua, unapojipanga kiuchumi, unapojipanga kimaisha kiujumla, unapojipanga kukua kiroho, labda ulikuwa uende kanisani, unajipanga sasa nataka nianze kwenda kanisani, unajipanga labda sasa nataka nianze kuwa mtu wa maombi, nataka nianze kusoma neno la Mungu, nataka nianze kumfuatilia mtumishi fulani kwa ajili ya kujifunza kutoka kwake, unataka kuimarisha ndoa yako, vyovyote vile utakavyojipanga. Lakini unavyonia kujipanga na unavyoweka mpango, shetani naye ndivyo anavyojipanga. Na shetani kujipanga kwake, anajipanga, anatafuta kwanza kujua udhaifu wako upo kwenye nini. Adui akitaka kukushambulia, silaha yake ya kwanza anatafuta kujua udhaifu wako. Soma Biblia, kitabu kile cha waraka kwa Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 14, Biblia inasema mtu anapojaribiwa hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe na huvutwa kwa kudanganywa. Ile neno tamaa yake mwenyewe, maana yake mtu anajaribiwa kulingana na udhaifu wake. Ni dhaifu zaidi kwenye eneo lipi kwenye maisha yake? Kuna watu ambao ni dhaifu sana, labda wana hasira sana. Kwa hiyo shetani akitaka kumjaribu yule mtu ili kusudi asiende kwenye maombi, asiende kanisani, avuruge ndoa yake, shetani ana activate hasira ndani yake. Anamleta tu mtu amkwazi, amuumize, akasirike. Na shetani anajua kwamba mtu akikasirika huyu hawezi tena kuomba, hawezi tena kukaa na kuongea na mume wake au na mke wake, hawezi tena kwenda kanisani kwa sababu amekasirika. Kwa shetani anachokifanya cha kwanza, anavuta hasira ndani ya mtu kwa sababu anajua udhaifu wa huyu mtu ni hasira. Lakini sio hivyo tu, mtu mwingine labda ni dhaifu, anapenda sana wanawake, anashawishika kirahisi kwa wanawake. Kwa shetani anachokifanya nini? Anapoona mtu ameweka malengo kwamba sasa hivi nataka niwe imara kiroho, sasa hivi nataka niache dhambi, anachokifanya anamvuta mwanamke fulani kwenye saiko yake, anamvuta mwanamke fulani, au labda kama ni mtu aliyekuachana naye miaka mingi iliyopita, unashangaa unaponuia tu unasema sasa nataka kusimama kiroho, nianze kusimama na Mungu, nataka niishi maisha matakatifu. Unashangaa msichana ambaye uliwahi kuwa naye kwenye mahusiano miaka mingi anakutafuta. So wewe unamtafuta, yeye ndo anakutafuta. Wakati gani? Ni kwamba shetani analenga kukurudisha nyuma, kwa sababu anapambana ili kusudi usifanikiwe, na anapambana kwenye eneo ambalo wewe ni dhaifu. Kwa kama udhaifu wako upo kwa wanawake, atatumia mwanamke kukurudisha nyuma. Kama udhaifu wako upo kwa wanaume, atatumia mwanaume kukurudisha nyuma. Kama udhaifu wako upo kwa mke wako, atamtumia wakati mwingine mke wako kukurudisha nyuma. Unajua, ukisoma vizuri Biblia utagundua ya kwamba pale kwenye bustani ya Eden, shetani alikuwa anamtafuta mwanaume, lakini akagundua ya kwamba ili kumpata mwanaume lazima nijue udhaifu wake. Akajua udhaifu wa Adam ulikuwa kwa mke wake, akaenda moja kwa moja kwa mke wake, akiwa anajua kabisa ya kwamba nikifanikiwa kufikisha ujumbe kwa mwanamke akanielewa, na uhakika hata Adam naye ataingia kwenye mtego. Ndicho shetani anachofanya hata siku ya leo. Akitaka kumwangusha mwanaume, atamletea mwanamke. Akitaka kumwangusha mwanamke, anaweza kumletea pia mwanaume. Sasa ni vizuri sana ukafahamu ya kwamba kila mwanadamu alivyoumbwa, ameumbwa na upungufu fulani ndani yake, ameumbwa na udhaifu fulani ndani yake. Kuna watu wengine, nimesema mwanzoni ya kwamba udhaifu wake labda upo kwa mwanamke. Mwingine udhaifu wake ana hasira sana. Mwingine udhaifu wake labda anapenda sana pesa kupitiliza, tamaa ya pesa. Naona mwingine udhaifu wake upo kwa wazazi wake, kiasi ambacho kila mzazi atakachomwambia anakipokea na anatembea nacho kama alivyoambiwa, hana nafasi ya kuchunguza wala kukichambua. Sasa adui anapokutafuta, ataenda kukushambulia kwenye eneo ambalo wewe ni dhaifu zaidi kuliko maeneo mengine. Sasa udhaifu sio dhambi. Udhaifu unaweza ukawa mlango wa dhambi, kwa sababu ukisoma Biblia utagundua ya kwamba watumishi wengi wa Mungu walioko ndani ya Biblia na wao kuna maeneo walikuwa na madhaifu. Ukisoma habari za nabii Isaya, nagundua naye anasema ya kwamba alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Lakini anasema mbele, anaendelea mbele, anasema nilipokaa mahali nikagundua ya kwamba nina mdomo mchafu na mimi nakaa katikati ya watu wachafu. Kumbuka alikuwa nabii. Paulo anasema Mungu ameniwekea mwiba kwenye mwili wangu ili nisije nikajisifu. Kwa maana yake ni kwamba Musa naye, kiangalia vizuri Biblia unagundua kwamba Musa alikuwa na udhaifu, alikuwa na hasira sana, alikuwa na kigugumizi pamoja na hasira.
Sasa hasira ndio ambayo ilimfanya Musa akashindwa kuingia nchi ya Kanaani. Maana yake nini? Adui anapofahamu udhaifu wako ndipo atakapotumia ili kukurudisha nyuma. Kwa hiyo unapoweka malengo yako kwenye maisha, unaposema nataka kusimama kiroho, adui atahakikisha anakurudisha nyuma kwa kukushambulia kwenye eneo ambalo ni dhaifu zaidi. Ndio maana ni muhimu sana ukawa makini na eneo ambalo ni dhaifu. Ni vizuri sana hata kama una marafiki ukajua namna ya kuficha udhaifu wako mbele yako, kwa sababu mara nyingi maadui za watu walikuwa marafiki zake. Sasa rafiki yako akijua udhaifu wako, siku akikugeuka atakuumiza kwa kiwango ambacho utapata majeraha makubwa sana kwenye maisha yako. Sasa hilo sio lengo, lakini nataka tu nikuonyeshe hapa ya kwamba siku zote adui akitaka kumshambulia mtu, ibilisi, shetani akitaka kumshambulia mtu, anatafuta kujua udhaifu wako. Akishajua udhaifu wako, anahakikisha ya kwamba upige hatua za kimaisha, atakuletea lile jaribu mara kwa mara ambalo litakurudisha nyuma. Ndio maana ukiangalia wana wa Israeli walifika mpakani, kwenye mpaka wa Kanaani palikuwa panaitwa Kadesh Barnea, wakazunguka pale miaka 38. Biblia inasema walizunguka pale kwa sababu ya dhambi walizozitenda. Unajua, ukiona kwenye maisha mtu anazunguka kwenye hatua moja muda mrefu, hasogei kwenye hatua ya pili, ni dalili ya kwamba kuna dhambi imemzinga au kuna jaribu ambalo linamzunguka muda mrefu. Unajua ni kwamba kuna hatua bado hajafanikiwa kupiga. Ndio maana unaona mtu anazunguka kwenye hatua moja siku zote au ndani ya muda mrefu. Ni dalili ya kwamba kuna dhambi fulani imemzinga. Kuna watu wengine ni wanawake, kuna watu wengine ni wanaume, kuna watu wengine ni tamaa ya fedha, kuna watu wengine ni tabia mbaya, ndizo ambazo zinawazinga. Sasa shetani anachokifanya nini? Anakutesa kwenye ile eneo muda mrefu ili kusudi usipige hatua. Unajua watu wengi hawajui ya kwamba Mungu anataka tutende dhambi, si tu kwa sababu anataka tuwe watakatifu. Mungu anataka tusitende dhambi kwa sababu dhambi ina kawaida ya kumrudisha mtu nyuma. Yani ukitenda dhambi leo, kama ulikuwa umepiga hatua 5 mbele, dhambi itakurudisha hatua 5 nyuma. Maana yake utakuwa unaanza upya. Utasogea, utavuka kiwango kingine, utajikuta unazunguka pale pale muda mrefu. Ndio maana Mungu hataki tutende dhambi. Kwa hiyo nimekwambia mambo haya ili nini? Kusudi chunga sana eneo ambalo wewe ni dhaifu. Ukijua udhaifu wako, jifunze kuombea kwa damu ya Yesu. Jifunike kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu, udhaifu wangu ni 1, 2, 3. Nisaidie nisianguke kwenye dhambi. Nimenuia kusimama kwa upya. Niwezeshe nisije nikaanguka tena kwenye dhambi ambayo imekuwa ikinisumbua miaka mingi. Mungu akubariki.